Na muziki mingapi hivi ambayo umeshawahi kuidondosha labda duniani kasikika? Sikumbuki kama 100 ama 120 hapa pembeni. Usiniambie. Lakini mastaa wa Burundi hawako wanafanya kazi. Hivi wanaishi vipi? Sababu ya wanawake. Nimesema kama Brother Sat-B ingekuwa ni convoyeur ama angekuwa hata dalali vile, angekuwa ameshafika mbali. Kwa sababu nakumbuka wakati nenda kufanya naye collab, sijamponda brother wangu amenisaidia vitu vingi. Lakini imeniboa. Sat-B kama Sat-B mdogo wangu sina essence. Kuna video ni wahi kutoka ya kwako na umeshuti Bora. Kali ilikuwa kali, ilikuwa na masanamu makali, lakini haikufanywa promotion yani ipaswavyo, ikawa haikuhiti kama ilivyostahili hiti. Hivi sababu ilikuwa ni nini? Bahati. Ni chance tu. Sasa nikamlaumu mtu wote, inakuwa ni bahati. Mimi hapa sana muongelea girlfriend kweli. Mwanamke wa kike. Mwanangu wa kike. Wasiwapendi watu. Kwa nini? Mwanaume siwapendi wanawake? Bora imeumbwa mwanamke apende wanaume, mwanaume apende mwanamke. Hiyo ni maandiko. Ni kivyangu. Wote mweusi hata mpaka weusi wa kivisiraji. Pesa nakapitiliza nyamwema. Fresh, albino sina mpenda. Yes, wakunzi wa Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Kuri microphone kumwe na Nancy Amanda, inyuma kamera ari CK Professional, nkaba ndi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi muri studio amaze imyaka myinshi cyane akora umuziki. Kera mutari ko kurikirana ikiganiro cyacu. Hello. Anaitwa Fortune Jini Mtumbaya. Mbaya, akisema Mtumbaya yeye anajua anamaanisha nini. Ukisema Mtumbaya unamaanisha nini? Yani kama melody tamu, mistari mizuri, beat tamu, naelewa kila kitu, melody tamu vile chafua. Okay. Unajisikiaje kwanza first kwa mjengoni wa Buja Hit TV? Yani niko happy sana. So niko tabasamu sana. Usiniambie. Niko fresh sana. Najua ni miaka mingi sana unafanya muziki, lakini kuna watazamaji labda hawajui hivi ni miaka mingapi unafanya muziki? Kitambo 2006 mpaka leo unahesabia miaka mingapi? 14. Afu ujue umekaa muda kweli muziki unauelewa. Naelewa sana. Tena sana zaidi ya sana. Na muziki mingapi hivi ambayo umeshawahi kuidondosha labda duniani kasikika? Sikumbuki kama 100 ama 120 hapa pembeni. Usiniambie. 100 ama 120. Mingi sana. Kwa nini muziki yako 100? Nakumbuka kitambo mwaka 2015 hivi, kuna video ni wahi kutoka ya kwako na umeshuti Bora. Kali ilikuwa kali, ilikuwa na masanamu makali, lakini haikufanywa promotion yani ipaswavyo, ikawa haikuhiti kama ilivyostahili hiti. Hivi sababu ilikuwa ni nini? Bahati. Ni chance tu. Sasa nikamlaumu mtu wote, inakuwa ni bahati. Kwa unaweza kusema bahati ilikuwa ndogo ndio maana labda nyimbo yako haikupigwa kama ilikuwa inapaswa ipigwe. Wakati ulikuwa hujafikia, na kila kitu ni wakati. Kila kitu ni muda. Usimlaumu mtu wote, kuna msinambi, kuna mkosi, hakuna nini. Mungu alimzaa mtu, amemweka duniani. Adam na Eva wako pale, wakatiza kizazi kipya kama sisi. Tupo hapa, lakini pako watu wanakuambia mimi kama sijahiti kama amefanyia, hawaja kufanyia kitu chochote. Chance. Leo niko hapa, nilikuwa sitegemea nitakuwa hapa. Lakini Mwenyezi Mungu kaandika siku fulani nitakuwa na DJ Nancy mko pamoja. Muziki sasa nikauacha, maana kila ninapolala nikiamka nawaza muziki. Lakini wasanii tupendane, fitna, nuks na ziki hiyo kati yetu. Maana yake mimi kujua kama musician na kuchukia pasipokuwa na sababu. Nini ambacho kinafanya msipendani? Kwa sababu hamtaki maendeleo ya muziki au ni kwa sababu kila mtu anataka asonge mbele tu kivyake, hataki wengine ujinga? Sio kwamba eti hutaki eti nisonge mbele au nini. Kwa sababu mtu anaweza msongesha mwenzake mbele Mwenyezi Mungu pekee yake. Kitu kinafanya mtu anasonga mbele ni kitu kama ndani yake. Kama hivi mimi ukiniuliza mimi leo, wajua umeanza kuimba mpaka ujozoe kuimba danganya. Lakini ile kitu cha kuimba kiko ndani yangu mimi. Maana hata kutia biti lolote, hata ukipiga hivi, mimi naimba.
Sasa ni mimi au Mwenyezi Mungu kaniandalia ile na nini, yani don kwa ndani yangu. Ni Mungu alikupa kipaji. Basi maana yake tuna fitna za kijinga tu. Okay. Sijui muziki wanataka wa international, muziki wanataka utoke ufike mbali, lakini wanaongea tu, mwisho wa siku huyo muziki haufiki hata Rwanda. Yaani huyo muziki haufiki hata Tanzania. Shida ni nini sasa kama mtu ambaye amefanya muziki muda mrefu? Sisi wenyewe wasanii ndio kile nilikwambia. Support hatusapotiani. Hatupendani. Je, muziki utafika wapi? Cha kwangu kiona ati ujamaa. Vipi mbona anazingua naimba ujinga? Sasa unataka washabiki achukuliaje? Kwanza wewe mwenyewe mfanya muziki unaniponda mimi. Mimi mkoida mtangazaji wote namtia iko pakitoka msanii panafuata mtangazaji kisha shabiki. Wasanii tulikuwa na upendo, watangazaji watatupenda na lazima mashabiki watapenda kazi zetu. Tutafanya professional sana kwa sababu leo kwanza cha kwanza nataka kuambia weka beat na maliza nyimbo. Kwa sio muziki, kuna muziki gani huo? Kuna vitu vingi, vipengele vingi hatujapita hemo, hakuna sense ya muziki. Kwa muziki unapaswa uende vipi labda? Ya muziki cha kwanza kama mimi sasa ni kuandika muziki. Jo hapa naona kwanza hakuna gita, piga gita ningesikia basi. Naweza ikaleta idea, afu natafuta ambaye anaelewa na Suleiman nini. Anaonyesha hapa ni jazz, umefanya hivi kwa sawa, afanya hivi. Yeah, your lover you're so romantic. Baby you're so romantic. Your lover you're so romantic. Fantastica, bombastica. Nufurukundo kurundi mumutima. Mumaraso na urabibona. Yeah. Yes, wakunzi wa Buja Hit TV banda mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV na Nancy Amanda kuri microphone murabibona ibintu muri studio birashushe. Management yako ipo vipi au hauna management? Na wasanii wengi wanapenda kusema hizi management za Burundi inakuwa tu ni maneno, hata hamna kitu. Wewe kuhusu management nitaka uchukue muda wa kutosha utuongelee kuhusu management za Burundi zimekaje. Wasanii kwanza wajijue. Unaona kama mimi hivi leo nimeanza kitambo kweli. Lakini ukiniambia master sipo, nipo kwenye wasanii waanzilishi kwa sababu sijapata true ya kutoboa mpaka nikawe kama mimi. Wanijue kama mimi. Lakini wasanii wa kileo wanalewa sifa. Wanataka mpaka bia management ya kuzia. Wanataka sijui mpaka boka unavaa box ndani management ya kuzia. Atachoka. Kipindi hakuna pesa uko naingiza, wanataka afanye nini? Management ipo kama management. Kuna management mtu anataka nipenda ati abaje rasta mpaka nikufanyie nikuwa manager wako. Kitu kimoja naweza nikasema ukiniambia unataka kuwa manager wangu, kinyume na kazi sitakwambiaga. Maisha yangu binafsi sio ninakueleza. Unajua kitu kimoja kinamfanya mtu ashuke. Unakutana mtu ulikuwa chini anapata manager. Nataka nikutoe kwenu. Nataka nipangie nyumba ya 300,000. Sawa, hamna shida, management anazitoa. Utaziingiza kwenye concert yako. Ama katika ule mwezi uko nakutolea zile pesa na kutoa milioni 5 10. Hata mzazi mwenyewe pako vitu viwezi kumwambia kama mzazi wako aliyekuzaa. Sawa? Kitu kinatuua sisi, tunalewa sifa. Mimi nikipata management anifanyie kazi audio, video na promotion. Vingine hivyo love, yani vitu social anache mimi nifanye kivyangu kama mimi. Okay. Na vipi, kwani manager yupo au hayupo? Niko na manager, sio kwamba ni manager na manage muziki wangu kama manager. Ni kama yani brother wangu yupo. Mungu sana, nampenda sana japo pana vitu vijakaa sawa lakini vitakaa sana. Sio kama management ni rafiki yangu. Lakini sometimes anakuhelp kuhusu hizi mambo za muziki. Kwa sababu nilikuwa na muda kuanzia 2016 mpaka sasa nilikuwa sina nyimbo naweza kusema nimetoa, lakini niko na makolabo mengi. Lakini kwa sasa kwenye albamu yangu nimefanya na master mbalimbali, nimefanya na Sadbi, niko na Black G pale. Pande zingine nimefanya na Shani Queen sister wetu. Hizo ni collab 3 ziko binafsi kwenye albamu yangu. Sasa nikamwambia jinta kama surprise. Pia nafanya kazi na Achio. Okay. Unadhani kuhusu master kukaa bila kufanya kazi ati kwa sababu wao ni master, wakitembea watawaona, wataki kutoka nyumbani. Unadhani ni kitu kizuri au kinawafanya sasa washindwe kujisongesha mbele kwa sababu hawana kazi yote wanaifanya? Mimi binafsi kwanza naona kama wanakuwa wananiboa.
Kwa sababu muziki, muziki ni parazari, kupata au kukosa. Unaona, bila concert hujapata pesa. Naambia fasi gani ndio una deposit muziki unapata pesa, ni fasi gani? Hakuna. Kumbe inabidi kibinafsi unafanya musician. Kwa musician unafanya kazi kama kazi. Sawa? Alafu unakuwa na kazi yako maisha kawaida. Una msanii kwa maisha mawili. Kazi ya artist kwenye act, kwa nini asifanye kazi ajiendeleze? Nakumbuka nafanya kipindi siku zinakuisha na Niko TV. Nimesema kama Brother Satb ingekuwa ni convoyeur ama ingekuwa hata dalali vile, ingekuwa ameshafika mbali. Kwa sababu nakumbuka wakati nenda kufanya naye collab, sijamponda brother wangu amenisaidia vitu vingi. Lakini imeniboa. Satb kama Satbitia, mdogo wangu sina essence. Hicho kitu nakisema yani kimeniboa sana mpaka nasema kwenye watu kwa wewe. Kwa nini? Je, unataka mimi sijatoka nifanye nini? Imeniboa mpaka naambia management anaambia sasa msanii wako tumuache. Ni mtu amenisaidia. Nikwambia kama ni jamaa yangu, sio management yangu ya nguvu. Ni jamaa yangu afu ananipenda sana nifanyie ile kazi. Jamaa anazingua. Nimelazimika nikopeshe. Niache poni simu. Maana nitaenda kufanya misosi na simu kama hii. Naacha fasi. Wananisaidia pesa fulani nenda kumchukua brother. Tunafanya kazi pembeni, tunaendeleza maisha yetu. Muziki kama utatupa pako wakati pako niveau. Genyo kifikie huko unasema mimi sitafanya tena kazi kwa sababu muziki unakuwa business. Nitakwenda kwenye concert hata boy nafanya audio na vuma. Na kwa mshoti, "Oyo toka." Tunataka Radio Rasta ni mimi. Sasa wacha kuniona. Okay. Kitu kingine ambacho ningependa kujua kone sana kwako wewe, nikiachana na mastaa wengine. Wewe kama mwanamuziki, ni muziki gani ambao ukiusikia hapa Burundi? Ni muziki wa msanii gani hapa Burundi ambao ukiusikia unasema kabisa huyu jamaa yuko anafanya kazi? Mimi sio msanii mmoja, ni wengi. Mimi sikudanganyi. Tuache unafiki. Mimi nimeanza muziki sisi nilikuwa napenda muziki wa msanii. Kutoka kwa Sokey, kwa kwanza Sokey, mama ni marehemu, nilikuwa napenda Lolo. Mimi Fizo anaanza kumsikia kama Fariaz kama msanii 2010. Nisema jamaa fresh. Lakini mwanzo nilikuwa napenda za Lolo sana. Lolo ni msanii ambaye tunaweza kusema legend wa zamani. Na muda mwingi sana kwenye muziki, sisi sote tulizaliwa tunamsikia. Donc tumekoma tunamsikia, maana nikisema tumezaliwa nitakuwa nimedanganya kwa sababu mwenyewe hapa mkubwa. Yani tulikuaga tunamsikia hivyo Lolo. Ni msanii ambaye anafanya vizuri sana. Na kitu ambacho labda kwenye mastaa wa Burundi kinyume na yeye kutofanya kazi, unaonaga ambacho wakikifanya unakuwa ni kwamba unaona so mastaa wanakuwa labda like vile ni star lakini hajiheshimu, au labda ni star lakini anakuwa ni mtu wa mademu wengi, ni star lakini ni mtu anakuwa bamda mwingi. Ni kitu gani ambacho labda mastaa wa Burundi wanapenda kukifanya lakini haukipendi, yani unakaaga unasema mimi siku nikiwa star sana hiki kitu siwezi kukifanya? Kwanza mmoja anashukuru sana. Mastaa wa Burundi hawajielewi. Baadhi yao kwa watu hawajielewi. Kutumia kinywaji sio makosa, lakini iti mimi kwa star. Mimi mtu fulani. Hapo shabiki wako unamringia. Je, bila yeye utakuwa msanii kweli au fans na wewe mwingine? Sasa kitu kimoja kinaboa sana maana wakati fulani unavimba sana nini? Unashindwa kujielewa kama wale wanakufanya wewe. Bofanya concert basi hata mtu mmoja. Bafla zako umeweka na mamaike zako imbia viwambazi. Pana movement kweli? Amna. Okay. Yes, kipindi cha leo nafurahi sana kwa sababu niko napata jibu ambazo zinaendana na maswali yangu, kwa sababu muda mwingine kuna kipindi namuulizaga msanii swali ananijibu tofauti na nilivyomuuliza, lakini leo naona mambo yako fresh. Swali lingine ambalo napenda kulijua from now, nilishaliulizaga mastaa wengi sana wakao kama wanajifanya
hawawezi, yani kama wanajifanya wao wanajua kujibu, wakati ndio hivyo tena muda mwingine wanajibu tofauti. Hivi msanii wa Burundi asipofanya show anaweza akapata hela wapi tena pengine? Hakuna. Tunajua mastaa wa Burundi ambao hawafanyagi show, wanafanya show mara kidogo. Yani na show za Burundi zinakuwaga sio za kila siku, sio za mara kwa mara, ni za mara kidogo. Lakini mastaa wa Burundi hawako wanafanya kazi. Hivi wanaishi vipi? Sababu ya wanawake. Wanapelekwa na wanawake. Na kuna mastaa ambao wana plani zao ni kuhit, alafu wapatie wanawake wenye pesa wawaoe. Hicho ni ukweli au ni maneno ambayo watu tu wanaongea? Unajua kila mtu ana fikra zake, sister wangu. Kila mtu ana fikra zake. Lakini mimi swala kama mimi kivyangu, njoo nikwambia hapa na kiaika sijaona gitaa au piano. Nameki muda wangu mwingi sana. Na kwa nyuma kazi, maana mke wangu wa kwanza ana gitaa na mic pale na piano, keyboard, fish. Nasikia kwa sana. Pana baadhi ya watu njoo wengi. Asilimia 90 wenyewe. Muziki wa leo umehamia Saudia. Ama sio kama sipendi kujipromote kule, kwa sababu mimi nina hasira muda mrefu jamaa. Afu muziki mimi nilikuwa na sister wangu anaitwa Bojori. Alikuwa anaimba kwenye Buja Unit. Leo pale ni hatari Fiesta Show dada. Zamani. Karacha zio ndio nimekutana naye. Sasa hivi kwa Dubai. Yule pale alikuwa anafanya Luis Mapose. Sister wangu sana. Na kwenye video za Lolo pako wa sister wangu hao wawili. Lisa wanafanya kama kwenye video pale. Maana muziki ulikuwa ndani yetu sisi. Mimi nakumbuka marehemu baba wangu, sababu ni marehemu. Alikuwa anampiga gitaa mzuri sana. Alikuwa anaitwa nani hivyo? Labda kuna watu wanaweza kumjua. Alikuwa Joe, yake Shozli. Alikuwa jamaa yake Jesus. Jesus anamfahamu sana. Jesus akiona wimbo sometimes anatoa machozi. Kiona picha yangu tu. Ndugu wangu. Kwa sababu hata mimi gitaa nimesoma kwa Jesus. Anambia mdogo, wewe mtoto wangu nitakusomesha. Nipiga pale kwa Bentikate, Jasmine nilikuwa napiga pale kwa sababu ya Jesus anga. Mpaka nafanya production ya nyimbo. Nilitokea pale. Mimi nimezielewa kutokana na mzee alikuwa anafanya. Sababu alikuwa sio mtu mwenye kupenda kujitangaza sana, no. Alikuwa anapenda sana kupiga zamani. Okay. Unahitaji siku moja muziki wako uje ufike wapi? Unahitaji siku moja kwa sababu ya muziki wako uje ufanye nini labda? Kwa cha kwanza mimi napenda nikipata pesa nyingi kupitia muziki, yani muziki wangu mimi kama mimi. Nje kusaidia watu yatima. Maana leo mimi niko mtu yatima. Japo nimeshakuwa mtu mkubwa najipigania kivyangu. Mtu yatima, nataka mtu yatima siku moja ni waishi kitu kimoja, ni watie fans wasome kupitia mimi, watokee kutokelezea kupitia mimi. Alafu mimi napenda muziki wangu. Nitoa hata wasanii 10 wenye vipaji tukie kwenye jina langu mimi. Kitu kingine naambia mashabiki. Hivi sasa sana nimeanza. Na siachia hapa na mimi kuna DJ na msia. Tunachafua vibaya maana kile tuko hapa Buja TV. Kesho tutakuwa MTV Base ama pengine. TV itakuwa zishakuwa kibao, labda hata mimi pia nitakuwa nishafungua TV yangu. Tena mimi nikifungua itakuwa ni kitu ambacho sio cha kawaida sana. Yes, kitakuwa sio kitu, yani kitakuwa sio cha kawaida. Yes. Okay. Na kuhusu labda maendeleo yako ya muziki, unapanga ufanye nini? Tukiachana na hiyo album ambayo tumeambiwa unaitoa Januari, unapanga kufanya nini labda kwenye kazi yako ya muziki kama kujipromote? Kupromote na kazi sio nikajisifu sana kwa sababu promo ni chance. Promo ni chance. Kama leo niko hapo na nisaidiza, nafikiri watu wangapi wanatuona. Hivi siku mimi nawe hapa ndani. Na walirudia tuangalia kule, tuangalia hapa. Lakini hapa baadaye milioni yao. Najua. Ndio maana nakwambia kujipromo, naweza nikasema nitajipromote kivile lakini nikapiga swata. Kumbe inakuja na chance, alafu naweza kwambia tu mashabiki. Sometimes tunajiangusha, sometimes wanatuangusha.
Sababu kitia muziki wa Radio Rasta pale, Aslay pale, tunataka Aslay, lakini huwa simaindi kwa sababu ule Aslay sio kwamba anaweza kushipitiliza, lakini naishaga pewa hiyo chance na Mungu ya kupita, yani Mungu ashamtengenezea njia. Lakini mimi najua na imani, sikudanganya ndugu yangu, sijisifu. Tia pale mpiga gita ama piano pala, kuna cha drum, kuna cha nini, asiliimba. Najua asiliimba. Zani kamchafua. Hata kinishinda kijina lakini maza kusema ujama, mbona mtu mbaya. Sijapenda eti mimi napenda good music. Tu. Kwenye live watu wengi na imani. Wana wengi wanafanya Petro wa kikitu sijua nani. Wanafanya live music. Lakini kwa ile live utasikia naimba nyimbo yake. Wana viwachi za zamani. Wana viwachi ilipita studio ilipita studio. Okay, kama tunaelekea kumaliza kipindi chetu, lakini kabla ya kumaliza kipindi chetu ningependa niingie kwenye maisha yako kwanza ya kawaida kidogo. Hivi uko na girlfriend? Mimi? Niko naye, siwezi kudanganya, naweza kuwa ni unafiki kusema niko naye ama siko naye. Girlfriend wangu ni music. Mimi hapa sana muongelea girlfriend kweli. Mwanamke wa kike. Mwenzangu wa kike. Wasiwapendi watu. Kwa nini? Mwanaume siwapendi wanawake? Bora imeumbwa mwanamke apende wanaume, mwanaume apende mwanamke. Hiyo ni maandiko yako kwa Mwenyezi Mungu alikaamua fulani na fulani. Sasa lakini huwa mimi sipendi kizazi chikike sana kwa sababu kama unataka michaguo yako yote ifeje. Hivi na leo kuna mimi. Kwa nini mimi nataka niuzie mafuta? Nataka mafuta yangu yamekwisha ngapi kwa television mingi? Sina nayo. Chiti na mimi wewe naye. Hapana. So wote. Basi. Sema mwanoti. Basi hata tumsela pale. Mimi ama ukaniambia basi hujanichiti. Kanaambia afu mimi kama mimi sina lakini nitabaki na boyeka. Kwa nini? Kuja kwanza nitafutishi mambo ya kaesi. Sawa. Afu nitafute mtu mwenyewe kaa pale. Ukitaka laki chukua. Fresh itakuwa siku mfukoni. Ndio sawa. Okay, na unawapenda wanawake wa rangi gani, weupe au unapenda? Mimi kivyangu wote mweusi hata mpaka weusi wa kiwisiraji. Mweupe sana kapitiliza nyamwema. Fresh albino sina mpenda. Maana mimi sijaumba mtu. Lakini guu yangu mimi wote mwenye ana mapenzi ya kweli fresh unaenda naye. Lakini kuna mwingine anakuambia kwa sababu mimi ni mweusi siwezi kutoka na mwanamume mweupe. Hiyo fala tu. Mapenzi ni mapenzi, ndugu yangu ngoja penda. Ukishapenda huwezi kuona. Maana ukipenda lazima umuone mtu wako ni mzuri. Nikwambie kitu kimoja. Wallahi mtu wako studio usiku nimpenda muziki sana. Hapo ikafika studio akanambia wewe unajua kuimba bana, unazingua toka. Kwa producer anazimia programu za kwake hata kunikosoa nikosoa. Toka, jua kupenda kitu. Wallahi nitoka mvile mpaka pande za Buterere. Niko na lia. Maskini. Mvua inanyesha mingi sana. Mimi sipendi sio jamaa na rumba. Nenda nalia afu nafika nyumbani kichwa kimenyuma sana nikamaindi. Afu asubuhi yule jamaa ananipigana na dogo langu. Jana nitaka nikwambie, jana nipiga simu uko tayari uje urekodi, niambia nenda studio. Nikodi aje. Nijua kustudio na mbeti. Jana nitaka nikutoe kwa sababu ni mwenye na kazi nyingi. Ningenikwambia kama uende kufanya zoezi kidogo usingeitia, kwambia kama hujaweza kuimba uende ufanye zoezi hata miaka miwili. Kaniboa. Ndio kama vile mpenda mwanamke. Nampenda yule afu sina uwezo kanaye. Unaona tu bora mama hivi staki. Okay. Kabla ya kumaliza kipindi ni swali gani labda ulitamani nikuulize lakini sikukuuliza ulijibu? Watangazaji. Watangazaji wa hapo sasa kwa watangazaji. Watangazaji wa Burundi wanafanya nini tena? Watu wanawatia lawama. Sasa nyingi wanatia lawama, sijui mtangazaji. Mimi kuna mtu namfia tu jina. Alikuwa ananichukia na yeye kumbea nyimbo akatupa kule. Toka sasa. Aniuliza kuna ilanga. Kikweli mimi hapa nakuja hapa nisijala afu nikuja na miguu. Tangazaji.
Nikajua kama narumba, sasa mzee wa hela nikasema acha nimwachie tu. Akaniambia wewe weke nyimbo kwenye YouTube, nikamtumia link akiona kama link yenyewe na kuifungua. Afrika nyingi sana, kumbe niligundua kitu fulani. Uligundua nini? Unajua mimi mwanzo nimeenda na kauli mbaya. Wallahi. Sina kitu nahitaji msaada, nakwambia sasa kusema nyimbo yangu uicheze panaomba nini? Nikuulize hivyo unasikia unataka nini? Kuna wasanii wengi, mbona mwachizaji? Brother afunio kwenye misio hapo. Sasa ucheza nyimbo yangu panaomba nini? Sisi mafikara ukiniambia panaomba nini? Kama ukiniambia tu panaomba nini? Tunaona hapa je sasa. Panaomba nini hela? Kitu kidogo nipe jua mimi niishi kama wengine. Lakini mtangazaji siku zinaisha, niko gani namchukia wallahi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini vyo wachuki. Nampenda sana, tunapenda watangazaji. Niko kufasi nifanya beat za hip hop sana. Walikuwa wanafanya Niko TV, ilikuwa ni performance ya hip hop, wanapandisha ya hip hop, wakafanya producer. Kwa producer kama waine wana present beat. Yangu zilikuwa zimepita, wakaniambia utakuwa producer wa kupiga beat za hizo competition. Management tukaongea na kitu kidogo kesho. Na tukaanza pale kwenye competition ni present. Ule mwenye ile sport ananiambia, nilimuuliza kitu ya pesa, akaniambia pesa. Ananiona anasema, "Jo Rasta, wanampiga beat mzuri, nimesikia beat kama ni yeye, wala respect nini." Toka kule pe tulikuwa, mimi kajua kama ni mbombo za pale amjua ameniona. Kwenye radio. Fulani. Nikajua sasa nataka kumbuka kauli mmongo aliniambiaga. Pana kuuliza, pana kusema na pana kuna kushangaa. Sasa sisi binadamu tunakusema, tunakuuliza. Kama leo niko hapa kana nsi kwamba na sisi sasa mimi mpaka nje mwenyewe yako tunaomba hela ngapi? Nitakwambia. Lakini hapo ni kwenye mfuko wangu hapa. Baadhi hamna chochote. Kumbe inahitajika. Niombe sister wangu. Mimi ni hivi nisaidize. Na imani yako imani. Kuja hapo na ndugu yangu njoo tufanye. Unasema ni kweli, unajua hicho kitu tunachokiongea ni kweli. Duniani hizo fulama zinakuwa nyingi. Ni kitu, yani hapo uko ukweli kabisa. Yani duniani kuna kuuliza kuna kusema na kushangaa. Kwa sisi binadamu hatujui kuuliza, tunajua tu kusema. Okay. Okay, nakushukuru sana kwa kuwa umefika mjengoni na kwa muda wako. Karibu sana, hata siku nyingine tukikuhitaji usikose kuja. Yep. Tunasema hivi, namshukuru Nancy. Anaitwa nani? Anaitwa CK Professional. CK. Kama jini. Wanafanana na mimi, kama wewe kama wangu hapa. Umeona? Alafu tunasema Buja Hit respect. Pande zote, afu mashabiki kazi zetu usiangushane jamani. Napenda sana. Hapo niko na my sister. Yes, wakunzi wa Buja Hit TV ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye ikiganiro cyacu. Nizere ko cabaryoheye. Nari kumwe na Radio Rasta muri studio Buja Hit TV. Nimwibagire kuja kuri channel yiwe kugira subscribe. Hivi kweli channel yako ni hivyo Radio Rasta? Kama jini. Hakuna maneno mengi. Hapo. Post zangu zote ni hizo. Zangu zote. Hivyo. Yes, kandi na Buja Hit TV nimwibagire kugira subscribe. Yari Nancy Amanda kuri microphone, nyuma kamera CK Professional. Turabakunda cyane. Like, share na comment, navyo namwe murabyumva. Ciao.